kuanza naomba nianze kuielezea hii dashboard. Ukisoma dashboard ina maelezo yaliyonyooka kabisa. Dashboard inakupa muhtasari. Cha kwanza inakupa mauzo yako ya leo, mtu chake, mtu ni vyema unajua ni kiasi gani nimeingiza leo. Mauzo ya mwezi huu vile vile unaweza ukaona bwana kwa mwezi huu nimefanyaje, hiyo panel ya pili. Panel ya tatu inaelezea faida. Ukumbuke kwenye mfumo wetu tunaeleza namna ya kuingiza bidhaa katika makundi mawili. Utasema bei ya kununulia na bei ya kuuzia. Kwa hiyo system yetu itakupa faida iliyopatikana kutokana na kuuza. Leo utakuwa na maswali zaidi. Je, kama nimefanya matumizi na nini, tutaenda kuona mbele. Malipo yanayosubiri. Sasa kwa namna nyingi endapo tukinunua bidhaa tufanyaje? Kwa hiyo kunakuwa na malipo ambayo yanasubiri. Haya ni malipo ambayo yanasubiri kulipiwa. Hapa nitakuja kuelezea baadaye. Jumla ya wateja, kwa mfano nilikuonyesha wakati wa kufanya mauzo kwenye video za awali au video nyingine hapo ukiona za mauzo, kuna namna unaweza kusajili mteja wako. Kwa hiyo sasa ukisajili wateja pia unaweza kuona wateja wako umesajili unao wangapi. Ni vizuri kujua wateja wako na namba zao za simu kwa ajili ya mawasiliano zaidi kwa biashara yako. Jumla ya bidhaa ambazo ziko stoku, bidhaa zenye stoku ndogo, bidhaa ambazo zinahitaji kuongezwa. Ukumbuke bidhaa zina limit yake bwana. Endapo bidhaa zimebakia chache, system inakukumbusha hizi bidhaa zinakaribia kuisha, lakini vile vile kuna bidhaa ambazo zimekwisha kabisa kwenye stock. Kwa hiyo ni vizuri tutaenda kuziona kwenye ripoti. Sasa hiyo paneli ya chini inayoshuka hapo inaonyesha mauzo ya leo tu kwa undani, kwa sababu mtu anatamani ajue mauzo ya leo tu yaliyofanyika. Kwa hiyo hapo unaona kwanza kuna makusanyo ya leo, kuna matumizi aliyoyafanya leo, kuna hela alizokusanya kutoka kwenye madeni, zinaitwa collection au makusanyo ya leo. Hapa inakuonyesha idadi ya sales ulizozifanya, lakini mwishoni kama umetoa discount inakupa discount. Kwa hiyo kama ukiangalia hapo unapata picha nzima ya biashara yako. Cha kwanza unaona umepata kiasi gani kwenye mapato yako, matumizi unaona, lakini kama ulicollect pesa na mapunguzo uliyofanya. Kwa hiyo hiyo ni kipengele cha pili ambacho kitakupa taswira ya nini kinaendelea. Cha tatu ni mwenendo wa wiki. Sasa hapa utaona kwa wiki hii biashara zimehusikaje na nini. Kwa hiyo graph itakuwa inapanda na kushuka kutokana na mauzo ulivyoyafanya ndani ya wiki hiyo husika. Kwa hiyo hii ni sehemu mahususi sana ambapo inakuonyesha kati ya wiki iliyopita na wiki hii. Kwa bahati mbaya hapa sijatumia sana kwenye hii demonstration, lakini ukiwa na kwako hii rangi ya kupauka hii inaonyesha mauzo ya wiki iliyopita, mauzo ya wiki. Kwa hiyo system inakujulisha uweza kuona kwa haraka zaidi biashara yako. Je, kati ya wiki na wiki iliyopita unaona kama ninapanda au ninashuka ndani ya muda mfupi kabla biashara haijaharibika kabisa. Lakini vile vile inakuonyesha biashara ambayo bidhaa zinazofanya vizuri ndani ya wiki hii. Kwa hiyo unaweza kujua hii bidhaa ziko vizuri au hizi bidhaa inabidi niziongeze au bidhaa zinatoka sana. Ninasema ni moving goods. Kwa hiyo unaweza kuziona hapo. Lakini vile vile mgawio wa hali ya stock. Una hali gani, status yako ya stock? Unajua unaweza kuwa na duka unakuta mzigo umeisha. Kwa hiyo utaangalia hapo stock iliyoisha na rangi nyekundu, kijani ni mzigo ulionao. Kwa hiyo ukiangalia kama hapa ili duka ndani ya muda mfupi tunategemea bidhaa nyingi zitakwenda kuisha. Kwa hiyo kwa kuangalia hii graph unaweza kufanya maamuzi. Na ukumbuke graph mara nyingi zinakupa taswira ya namba katika mazingira ambayo unaweza kufanya mahesabu kirahisi. Kwa hiyo kama ukiona hivi unajua nifanye nini. Lakini system pia inakushauri kwa sababu yenyewe inaona biashara yako. Inakwambia bidhaa hizi ziko chini ya kiwango cha kuagiza tena. Bidhaa hizo zimeisha kwenye stock. Malipo yanayosubiri ni hii hapo kwenye mauzo. Sasa haya ni madeni. Madeni nayo dawa watu wengine ambao nilisema nitaelezea pale juu. Tunawadai watu hii hela. Kwa hiyo hivi ni vielelezo vya kibiashara ambavyo inakushauri ni namna gani uweze kuvitolea macho, uvifanye kwa ajili ya kusaidia biashara yako iende vizuri. Kwa mfano kama hizi bidhaa zinazoisha zinaweza kusababisha ukaanza kupoteza wateja. Bidhaa zilizoisha ndo kabisa inabidi uziagize immediately au uangalie kama ni bidhaa ambazo unataka ku get rid of. Ni vizuri ujue ni kitu gani ambacho unakifanya. Kwa hiyo system inakupa bidhaa iliyoongezeka kwa wiki hii ni hiyo na hiyo na hiyo, vipande viwili. Kwa hiyo ukiangalia vizuri inakuonyesha bidhaa gani inafanya vizuri. Hii sehemu ya tips hizi au muhtasari wa biashara inakusaidia. Hizi tips zinabadilika kutokana na biashara yako inavyokwenda.
Kwa hiyo ukiangalia hapo utajua ni namna gani ufanye nini kuinusuru biashara yako. Lakini kuna takwimu za haraka. Thamani ya stock hii inaonekana kwa, hii ni dashboard kama nilivyowaambia, ni dashboard ya muuza duka tu. Thamani ya stock ni ile thamani ulionayo ya duka lako, wanasema stock value, ndio hii hapa. Wastani wa mauzo kwa oda leo, yani kwamba kila mteja akija una wastani gani ya kuuza. Athari ya punguzo, kwa mfano una tabia kutoa discount, je, discount ina athari gani? Kwa hiyo hizi ndo zinazoonekana hapa. Lakini dashboard ya mwisho hapa inakupa mwenendo wa biashara katika miezi 6 iliyopita. Ukiangalia biashara inapanda, inashuka, unajua sasa hapa nilifanya nini, nilifanyaje. Kwa hiyo hii graph inakuonyesha unakoelekea, chart inapanda au inashuka. Kwa hiyo kama ukiona hii dashboard imetoa ripoti nyingi kwa ufupi na kwa njia ya picha ili wewe uielewe zaidi. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kuona hiyo ripoti ya dashboard. Ninashukuru sana, asante kwa kunisikiliza.